ila ukiwa binadamu ndio maana naambiwa kuwa uyaone. Sasa mimi nimejionea kwa macho yangu mawili. Jana nimeenda kule mitaa pili kule. Habari zote za mkandaji ziko hapa. Yule nahisi sio lijali yule jamaa. Kwa sababu yani haiwezekani. Yani kitandani hamna kitu, ukimwona mtaani nini anajitamba nini? Unaona kabisa huyu mwanaume kumbe hamna kitu mwanangu. Nimesikia kila kitu mwanangu kwamba demu hamna kitu, demu analalamika ndani. Mwanangu sikuamini kabisa. Hivi kweli mwanangu unajielewa? Hivi wewe kiume wa kike mzee? Yaani nimekaa hapa nawaza kuhusu maisha naishije, wewe bado unaniletea habari za kike. Basi maneno ya wanawake mbona kuja naongea hapa anaisha, afu ndio unakuwa mwanaume ndio unaniletea habari za kike hizo. Mwanangu mimi nakwambia vitu vyangu vya msingi, nakupa ubuni, yani nakupa ukwaji. Nakwambia kwamba stories za mshikaji mimi nazo ziko hapa. Afu leo unanipinga mwanangu. Kweli kila siku tuko wote, afu leo unanipinga mwanangu. Yaani unakataa vitu moto moto. Hivi vitu vya Mwijaku kabisa. Vitu vya media. Angekuwa navyo vile sio alikuwa anatamba mtandaoni TikTok kule mwanangu. Lakini mimi nakupa vitu moto moto, vinatoka kwenye foil kabisa mwanangu. Unavikataa. Wasikia mzee, kama una habari za kuongea unaweza kuondoka. Umeona? Labda angekuwa mwanamke hapo ndio ningemsikiza hata kidogo. Sasa wa kiume analeta habari za kike mzee, ondoka babu. Ila fresh mwanangu. Sina nikataa fresh. Fresh nini sasa? Nenda babu. Mshamba ninuua wapi? Anaambia habari za kike. Mimi mwenyewe nasumbuliwa na mapenzi. Na miaka karibia 5 sijawahi kuchungulia hata ndani. Afa kuja ananielezea. Sijui mshamba wapi. Shoga yangu, niambie kipenzi. Nipe tu. Nimekutana na mkaka kama dada hivi. Anipa habari za mkandaji kwamba nikibamia. Yaani hamna chochote. Taarifa zishasambaa mtaani kote. Sasa nikwambie shoga yangu. Nikupe taarifa, nikupe ubuyu. Kama ulikuwa umjui huyo mnemwita kibamia. Sasa mimi ndo taarifa ninazo. Yaani kwangu ukifika ndo umefika. Sasa sikia. Huyo mnemwita kibamia ninamjua A mpaka Z. Sijui unanipata shoga yangu? Ukiingia tu ndani kwenye 18 zake unaonyesha mikono mwenyewe, akikuingiza akikuweka kwenye juu ya kitanda pale 6 kwa 6. Nikwambia wewe mwenyewe una surrender shoga yangu. Anaza wani kwanza shoga yangu. Yaani kabla hujafanya mambo yote, ye tayari ashafanya. Sijui unanipata? Yaani kila kitu ashamaliza yeye. Sasa sikia. Yule kila kitu anakijua. Yaani mambo ya kitandani. Mpaka kitanda kenyewe kina surrender, kinasema nimesurrender. Yaani kila kitu anakufanya, nikwambia ni unanyosha mikono juu shoga yangu, sijui unanipata tena hapo. Tuliza papala. Umesikia Yule hana kibamia, sijui kibamia nini. Hata kingelikuwa kibamia, nikwambie kwa nguvu zake yule. Wewe mwenyewe ungesema. Shoga yangu, yule mkandaji ulimjulia wapi? Au mlikutana wapi? Si unajua tena shoga yangu. Yaani na shoga yangu bwana. Hujui wapi au ndo tayari na nyinyi mshapita? Amna shoga yangu. Si unajua tena maisha haya. Maana dada siku hizi amliziki. Alipopita shoga yako lazima upite. Jamani, tusiseme, tusikope umbea. Wewe vunga tu. Kumbe yuko huko anafanya umalaya, usimuulize sa unamuita malaya. Yaani shoga yangu, kuna mtu sasa hivi nampenda lakini hanipendi, hata sijui hata nifanyeje. Wewe tena? Wewe nakupenda wapi na wapi? Wakati mimi najua wewe ndo mwenzangu. Madili yote tunapiga mimi na wewe. Kudanga sana, tunapiga hela zetu 200,000, 100,000. Bwana anayekuja na hela zake sisi kwetu ndo mchongo. Sasa leo wewe tunaniambia habari za kupenda. Unapenda, afu na kazi zetu tunafanyaje? Mimi ndo nishampenda yule kijana. Sio umeshampenda, acha ujinga wewe. Mjini hapa tumekuja kuchukua sapamba kwa hao wanaume hao, wanajidai wanaume. Nipe nikupe. Aya leo unaingia kwenye mapenzi unampenda. Ukishampenda unakuaje hapo shoga yangu? Wewe unamshauri nini mwanzio?
Kwani hujasikia au? Sio sijasikia. Hayo maneno unaomshauri huyu mtoto mdogo sana. We mtu mzima. Bado yani uone hata aibu unavyomshauri mtoto kama huyu, unaweza ukamzaa eti kudanga. Utaacha lini wewe? Kwani usijishughulishe ufanye kazi zingine? Haya, na wewe huyo mwanamume uliosema umempata amekutongoza yeye au ndo wewe tena umemkimbilia huko barabarani? Mimi nampenda. Umempenda sawa, yeye amekutamkia kwamba anakupenda? Hapana, ila mimi nampenda. Hapo hujapata mume bado. Kaa chini utulie, sawa? Tafuta biashara ufanye. Usimsikilize huyu. Huyu kashakubuu saa hizi. Yeye mwenyewe ajiheshimu. Akae chini afanye biashara. Mtu mzima ovyo anaenda anahangaika kwenye mabaa wapi. Usimfuate huyu. Utakuja kufa kifo kibaya. Umenielewa wewe? Usimfuate, mimi nakushauri tu. Mimi kama jirani yako. Sasa mfuate huyu, utaona cha moto. Utakuja kunikumbuka baadaye. Sawa? Achana na mtu mzima huyu. Tatizo sio wewe babe, tatizo sio mimi babe, tatizo sio wewe babe, ni kipato. Hali ngumu sana, maisha magumu. Dogo, niambie brother. Vipi mdogo wangu, mbona unawaza sana? Unawaza nini? Sasa brother, sielewi kabisa sasa hivi. Kama mambo ya malaya sasa hivi mwanangu. Yaani wamemaliza hela zangu zote, nilizokuwa nimeweka akiba kununua kiwanja sasa hivi. Zote wamefyeka mwanangu. Yaani wewe kwa unakaa hapo unawaza umalaya. Yaani bila kukaa mwanangu uwaze unaishije, umeona? Uwaze labda ununue hata kiwanja hapo ujenge. Mdogo wangu nilikwambiaga, umeona? Acheni mambo ya umalaya, hii ni Buguruni, umeona? Usikalie umalaya, kila mtu umalaya. Ndio hivyo sasa, kama unaanza kuwaza unakaa kwenye miti sijui unawaza nini, umalaya. Unaona sasa unazidi kukonda tu mdogo wangu. Sasa hivi mwanangu sitaki kusikia tena mambo ya umalaya sasa hivi. Sasa hivi nataka nitulie zangu, nitafute hela zangu, ni meki nipate hela ya kujenga. Sasa hivi mambo ya umalaya tena sitaki mwanangu. Kama nawaza umalaya ule, kwambia mdogo wangu hapo na feli, umeona? Kikubwa waza mdogo wangu jenge, uwe na maisha yako. Maana mbona wapo tu hao, Hii ni Buguruni mzee, umetoka mbali, umetoka shamba. Umeona? Umetoka shamba huko umekuja kwa ukikara umalaya. Sikiliza mimi, yani sasa hivi tena sitaki mambo ya umalaya sasa hivi. Basi unasikia? Kweli ni mradi upoteze mawazo hayo, umeona? Inabidi tuzunguke tutembee hapo, si unajua? Mawazo yanapungua. Leo nimekaa sehemu moja kama hivi, najikuta napotea mdogo wangu. Umeona? Kweli kabisa. Tuondoke katembee kwanza hapo. Tatizo sio wewe babe, tatizo sio mimi babe, tatizo sio wewe babe, ni kipato. Sina nyumba, gari wala baisikeli. Hatari sana. Za kukuna jicho. Nipo mambo. Haufai saizi. Usijikuna hata jicho babu. Mdogo wangu saizi umefeli. Yaani umefeli pakubwa mdogo wangu. Baada na kunywa jicho, saizi wanakuita king. Yaani wewe ni au nataka nimalizie? Wewe yani kibamia. Hapo hivi mdogo wangu. Hizi mbona zote najikuna jicho, najikuna. Mdogo wangu kumbe una maajabu. Kila kona ukipita, mkandaji, wazia kujikuna jicho kibamia. Mdogo wangu, uje kwangu nikupe dawa. Yaani wewe unanizailisha ni wa mwendo wa mdogo wangu. Limekushuka. Eti ngoja ni kwanza nijichune. Umekushuka kibamia. Kibamia jamani mwe. Demona maana kiosa mwe. Kibamia. Dada, unajua unapoongea maneno unapunguza watu, majirani wanasikia, unampa faida. Haya maneno yenu ya kuokota hayo ndio hapo mwisho mnakuja mnapewa kesi za uhaini. Haya mimi kibamia wapi na wapi? Wewe kesi gani? Kila nikipita huko mdogo wako kibamia. Kila nikipita mdogo wako kibamia. Mbona sasa hivi limekushuka ninavyocheka hapa? Lingekuwa sio kibamia usingeanza kuhudhunika wala kuteteleka. Wewe ni kibamia mdogo wangu. Yaani hivi, umeona? Tena ni karefu, sijui kadude gani. Umeona? Yaani wewe ni yaani wewe uko hivi. Dada hapa naona limekushuka Na kweni mapenzi wala si kwambi manta kuizi mapenzi,
Kama utalina kumpata mpenzi wa kweli ni utani, maana ukipiga simu kama muhaya muda wote yuko bize na ukimuuliza. Yaani toka nimetoka South mpaka nimekuja Bongo. Naona Bongo kumipoa sana mwanangu, kujua la utosi. Mwanangu hapo wenyewe mimi na siku 3 tu mimi nimetoka mjini kule South. Lakini naona mazingira huko siyaelewi, yani mazingira zongo, ndio maana unaona time moja nakuja kupoa hivi Uswahilini mwanangu. Yaani mwanangu naona jao mpaka natamani nirudi China South. Tamani ni familia. Mimi nasubiria passport ndani ya hizo siku 2-3 naondoka Spain mwanangu. Kuna mchongo nimeupata mwanangu pale Madrid. Si unajua mimi mambo ya kubeng beng. Nani tena? Wewe tu. Fresh. Mambo. Poa sana tu hapo. Samahani. Mimi kuna zawadi yangu nilikuwa nakuletea. Ifanye mbona utaifungua? Ila kama ukijua mimi bado nakupenda. Poa mwanangu. Mwanangu shaanza kudate na vitoto vya Uswahilini mwanangu, mademo hapo kibao, afu mwanangu ujue na tanuksi nitakuwa sikupi michongo ujue familia. Kaka, hichi kidemu jao kinoma. Soma la kwanza, soma la pili. Sikiliza mwanetu, mademo wa Uswahilini achana nao, watakupa nuksi. Mimi nikiondoka hivi Spain mwanangu, nikuona bado nazingua. Mimi sikupi michongo. Kumbe yuko huko anafanya malaya, usimuulize. Sawa unamuita malaya, hatukuoni mtandao ulimtaka malaya. Nimemleta wa Buguruni, mimi ndo yule malaya wa Buguruni. Baby. Ambia kipenzi. Yaani sasa hivi ukipata tu pesa ndio jipigie tu mipasi yako. Kiwa na hela wana hata usijali. Kwa kwangu piga mipasi yako ondoka. Da, kweli baby. Sasa hivi penyewe nimebahatisha, nimebeti pale mzungu nimempiga, nimepata laki yangu. Nimekutumia. Kwa hapa nataka nipunguze mawazo. Nataka nibaruze hapa nitoke nikiwa mwepesi. Unajua tena. Nilikuwa nimekumisi. Hata mimi pia. Kweli. Kweli. Unajua tena na mimi nataka niwe na tafuta hela na kila nikipata tu nakuletea wewe. Si unajua hapa mjini mchai pesa. Bila pesa hujafanya jambo lolote. Sasa mimi kija na pesa, yani mbona utatosha tu. Da, kweli kabisa. Penyewe kuna mchongo mwingine na usikilizia hapa. Ukitiki tu nakuja hapa. Basi usijali, unakaribishwa muda wote. Kweli kabisa. Anajua mambo ya pesa. Da. Mpenzi wangu nakupenda. Moza mwenzenu kaya bananga, kakosa kazi kaishia kudanga. Amekuja geto amefosi mkongo, eti kwa kuwa yangu kaona ndogo. Sikia ndugu yangu, kuna jamaa ana kimbelembele, ana kiede mswede, anatangaza taarifa zangu ambazo mimi mwenyewe hata sizijui, yeye anazijua. Yaani kila mtu naye kutana naye sasa hivi lazima aniambie mimi kibamia, sijui siwezi show. Sasa mimi najishangaa, hayo maneno hayo wanayatoa wapi, na wewe mtu anayewapa hizo taarifa ni nani? Hivi ndugu yangu wewe unakutana tu na mtu from nowhere anakuambia, ndugu yangu wewe mbona sasa hivi umebadilika kutoka kwenye jina la mkandaji sasa hivi umekuwa kibamia? Kweli ndugu yangu, maneno haya kuambia mimi mwana vakutana na kuilinga mzee wako kuna jicho. Kweli kaka? Pole sana kaka kwa changamoto unayopitia. Kwa sababu hiyo changamoto tunayopitia, yani mwanangu, sijawahi kuisikia kabla. Ndio kwanza naisikia kwako. Kwa hiyo mwanangu, wewe ni umbea unaosambazwa chini chini. Na umbea siku zote waga una ukingo, una mwisho. Siku ukija kumkamata mwanangu, wewe niambie mwanangu tukamlambe. Kwa sababu tunajua sio wazao kuchelewesha. Yaani mimi sijajua hizi taarifa zinakoanzia au zinakotokea. Kwa sababu ile siku ile pale nakumbuka ulikuwepo wewe na mwenye nazo. Yule jamaa ndo akatuambia, "Oya, kuna mtoto huyu hapa anahitaji kupelekewa nini?
mazingira kumbe unaelewa kaka Gonga. Masuala hakuna jicho. Sasa mimi nimeenda kule, nimeperform kwa uwezo wangu. Lakini nimetoka pale na nilipata matatizo kidogo. Ila ni siri yangu kwa sababu sasa hivi naogopa, simwamini rafiki yoyote Buguruni. Mbona simwamini mtu yoyote. Nakaa nazo mwenyewe, hizo siri nazificha mwenyewe. Nilipata matatizo makubwa baba, kama mtoto wa kiume. Tuliza. Lakini sasa kinachonishangaza huyu mtu anayesambaza hizi taarifa. Yaani mimi ndo nachoka hapa. Si unanielewa vizuri? Ila naweka ahadi siku akuja kumjua. Yaani hiyo siku sitakuaje. Basi sawa kaka. Siku ukimpata mwanangu, si mmoja tu nituangie. Mimi mapema tu naibuka mwanangu, tunakuja kumaliza shughuli. Si unajua mimi sio mzee wa kuchelewesha hizo shughuli mwanangu. Basi unaenda kuzikuta zile taarifa kwa mtu wako muhimu. Unasikia mara mkandaji leo kaenda kuna jicho huku, mara sijui kafanyaje ametoka na mwanamke huyu, mara sijui mtu fulani sijui alienda baka leo akajamba, mara sijui. Yaani taarifa ambazo unazikuta, wewe jamaa yuko anaitwa Funuani Jambe, lakini tulichomfanya sisi ndo tunajua. Na huyu sasa hivi ambaye anasambaza taarifa zangu mimi hapa mjini, haki ya Mungu, mimi nikimkamata na hisi kile cha yule jamaa kitarudi mara mbili yake. Haki ya Mungu. Ngoja kwanza nikune jicho wewe nitakachomfanya. Sijui itakuwaje. Ila mwanangu kwa kuongea hauishi maneno mwanangu, utafikia dijakopa mwanangu. Hebu mwanangu baadaye basi. Maana sasa hivi unajua nina shughuli kule. Dada, unanitaka la kuongea jioni? Unanitaka la kuongea jioni hii? Mwenzako nipo najipula hapa. Nende zangu mishe. Nataka nirudianze zangu za kina Zuena. Maana nyinyi kiwaambia leteni Sasampa amnielewi. Yeye nakwambia mimi naenda kubaluza Buguruni, Ilala, Bonyokwa. Mimi nikienda kitamba cha upe. Tena kitamba cha upe penyewe hapa nifai. Nataka niende Lambo. Maana Lambo ndo pa sasa. Yaani pale pana Sasampa. Unajua Sasampa? Tena mdogo wangu, yeye ni dada. Mtandio zamani mwenzako huu. Nilikuwa navaa tu kiunoni, yani shanga zikionekana mwanaume akiniona nakwambia. Hata kama jamani, lakini si umeshazeeka wewe. Sasa unajipodoa nini? Unaenda wapi? Sasa nimezeeka hivi ambaye yaani tena sijazeeka kihivyo unavyofikiria wewe. Yaani nimezeeka, labda nimezeeka usoni lakini sio chini. Lakini kumbuka kuna magonjwa. Hii leno. Yaani mwana wa Isalesi, yaani mkotamia. Kokana mko pepe. Ndio shame. Ndio mgongolia leo. Ndipo lo. Msume vitoto vya 2000 jamani vina maajabu. Kuna habari za nini? Sasa kuna magonjwa tu dadangu nakwambia. Wewe jipodoe hapo wewe, jilembe wewe. Lakini kumbuka, vijana wa 2000 ni wa 2000 na wa mwaka 100 sijui na ngapi huko ni ya huko. Acha mambo ya vijana. Nishakwambia hivi, enzi za kina Zuena mimi nilikuwa humu tu. Sawa? Umeona? Nimechoka hivi, yani kweli mimi ndo hivi, yani nimebabuka hivi kweli hivi. Ni wakung'aa usoni mimi jamani. So kile. Ngoja niende mimi jamani kabaruzike watoto 2000. Sasa tunakusomea vijana. Sijui nini uzimini. Tuache vijana bwana. Kwenda zako huko, ngoja upate tu magonjwa hapo anza kutulialia. Yaani ukija hapa unalia namwambia mama, ukishikwa na maugonjwa usije hapa. Maisha magumu kama unavyoona. Napata shida na fosi cha mchana. Usiku atajalia Mola. Napambana nachoka, natafuta nakosa, riziki mantani najua.